7, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Umeona Kristo Yesu alikotuketisha? Umeona alikotupeleka? Umeona alikotuhamishia? Kwa hiyo ni wewe tu. Fahamu hilo, tembea katika hilo, amini hilo, ili mambo yaendelee kusonga mbele. Lakini kitu cha pili nikaandika ya kwamba uwe msomaji mzuri wa neno la Mungu na kulitafakari. Uwe msomaji mzuri wa neno la Mungu na kulitafakari. Usisome tu juu juu ukaliacha. Lazima chimbua neno la Mungu. Ahadi za Mungu zipo kwenye neno lake. Utaingia kwenye maombi hauna hata andiko la kumkumbusha Mungu. Mungu naye kufanya inakuwa ni ngumu sana. Analiangalia neno lake ili afanyeje? Alitimize. Kwa hiyo wewe peleka neno, daka neno, peleka neno. Na ndio maana ukiendelea kumkaribia Mungu kila itwapo leo, kumtumainia Mungu kila itwapo leo, kuna andiko huwa linakuja tu kwenye ufahamu wako, alafu unaliambatanisha na unachopitia na imani yako. Peleka mbele za Mungu, majibu yanakuwa dhahiri. Hapo kwenye neno la Mungu kuna maandiko mengi sana. Kuna Zaburi 119:125 pale, neno la Mungu ni nuru. Lakini kuna Zaburi kama sikosei hiyo 125:11 pale, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo hicho kifanyie kazi. Neno la Mungu usilione kama hatari au kama kitu cha kukusumbua. Lakini kitu cha tatu nikaandika kwamba uwe muombaji katika Roho Mtakatifu. Uwe muombaji katika Roho. Naweza tukasema maombi mengi hayana majibu kwa sababu hayaombwi katika Roho. Yanaomba juu juu tu. Yanaomba kimwili tu. Kwa hiyo maombi yako hakikisha yanakuwa katika nini? Roho. Yaani unakaa kwenye uwepo wa Mungu na tafakari, halafu maombi yanakuja tu kama chemichemi. Hayo ndiyo huwa yanaleta matokeo. Yohana 16:13 hapo ni Roho Mtakatifu ambaye huwa anatutia katika kweli yote. Lakini Rumi 8:26 Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuomba. Rumi 8:26. Omba katika Roho. Usiombe kama mzigo. Yaani omba kama furaha vile. Omba kama chakula vile. Omba kama unashusha kama mzigo fulani hivi. Hapo ndipo matokeo yanatokea. Lakini cha mwisho, karibu na mwisho, nikaandika tumika muda wote mbele za Mungu. Mtumikie Mungu. Mtumikie Mungu muda wote. Ndio maana huwa nasema kwa wewe ambaye una huduma, hebu tamani kujiunga na kikundi chochote kile. Tamani kujiambatanisha na kikundi cha huduma yoyote ile. Mungu huwa anatokea sana humo kwenye huduma. Unapomtumikia Mungu kwa moyo wote. Kuna mtumishi mmoja alikuwa anadeki kanisa kila Jumatano, anapanga viti hata asipokuja ibadani. Manake hapo ameshatumika. Jumatano angalau Ijumaa kanisa lidekiwe, lipangwe viti. Kwa hiyo huduma ziko nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma ziko nyingi sana. Huduma ziko nyingi sana. Tumesikia walimu wa nani? Watoto hapa wanahitaji walimu. Kwa hiyo ni wewe tu. Hakikisha unajiingiza katika huduma yoyote ile ili mambo yaweze kuivishwa na Mungu mwenyewe maishani mwako. Lakini cha mwisho nikaandika ya kwamba uwe na uwezo wa kumngoja Mungu. Uwe na uwezo wa kumsubiri Mungu. Kuna watu leo tunaomba hatuna uvumilivu mbele za Mungu. Hatuna ustahimilivu mbele za Mungu. Kwa hiyo cha mwisho hapa, ili hivyo vitu ambavyo viwili tumeviona vipate kuwa dhahiri katika Ukristo wako, vipate kuwa wazi katika ukanisa wako, basi uwe na moyo wa subira.
watu wanaita hivyo. Uwe na uvumilivu mbele za Mungu, uwe na uwezo wa kumngoja Mungu. Misali 24:10, some hapo. Hiyo inasema kwamba ukizimia siku ya taabu, siku ya shida, siku ya mateso, si tukiongezea, amesema nguvu zako ni nini? Ni chache. Yaani ukiona ukienda, yaani kila siku hasira tu ndio mzigo wako unakusumbua. Kila siku kiburi tu ndio mzigo wako mkubwa. Manake neno la Mungu linasema kwamba wewe ndani yako au maishani mwako au katika ukanisa wako au katika ukristo wako, nguvu za Mungu ni nini? Ni ndogo au ni chache. Kama vitu vidogo vidogo tu vinakuangusha, kama vitu vya kawaida tu vinakuhangaisha, basi chochea nguvu za Mungu za kukufanya uwe mstahimilifu. Chochea uwepo wa Mungu wa kukufanya uwe na uvumilivu wa kumngoja Mungu ili mambo yako